Wapenzi wa Bwana Yesu asifiwe sana. Naona watu wamechoka hata kusema amina, wanashindwa, wanasema hamna. Bwana Yesu asifiwe. Hapo sawa. Kabla sijaanza somo la jioni ya leo, natamani nianze kuweka sawa kwamba tuna siku 2 za maombi. Lakini siku hasa itakuwa ni Alhamisi, maana tutafunga, tutaomba, tutaleta sadaka na tutajifunza neno la Mungu. Ule muda wa chakula siku ya Alhamisi utatumika kwenye maombi wa mchana. Na jioni, kipindi cha jioni kinaweza kuwa kina somo fupi sana, lakini tutatumia muda mwingi maombi. Sasa kama kuna rafiki yako, kama kuna mtu yeyote, awe ni Mwadventista Msabato, awe ni Mkristo kutokea kanisa fulani, awe hasali mahali popote, awe ametokea kwenye dhehebu lolote ambalo halimwamini hata Yesu, siku ya Alhamisi mwambie aje. Lakini natoa wito pia kwa Waadventista Sabato wote kwamba siku ya Alhamisi ni siku ya maombi. Na ujitahidi sana ufunge siku ya Alhamisi. Na utakapokuwa umefunga, tutakuja kufungua jioni baada ya maombi. Ni siku ambayo hupaswi kukosa. Ni siku ambayo Mungu atakwenda kusema na wewe kwa namna ya pekee. Na nina imani kubwa kabisa kwamba ni siku ambayo utakwenda kupokea baraka yako. Kwa hiyo wale ambao mko kazini mnanisikia kwa kupitia YouTube, ninawasihi siku hiyo muombe likizo, muombe ruhusa ili muje hapa. Na wale ambao wako kwenye maduka yao na shughuli zao, wenyewe ndio mabosi, wajiombe ruhusa siku hiyo waje. Na ninyi mlioko hapa Alhamisi usikose. Ni siku ambayo tutakwenda kumlilia Mungu wetu ili kwamba atende jambo kwa mtaa wa Shangani, ili kwamba alete baraka kwa watu wake, ili kwamba wazidi kumwona Mungu katika baraka pia. Baada ya kusema hayo, nitatamani kusema ya kwamba hiyo Alhamisi pia unapaswa kuja na sadaka ya kumshukuru Mwenyezi Mungu. Kuanzia leo hadi kesho, nenda kahesabu baraka ambazo Mungu amekupa kwa muda wa mwaka mzima. Amekupatia afya njema, amekupatia jambo fulani, amekuepusha na ajali, amekuepusha na magonjwa na kadhalika. Hebu nenda kahesabu wema wa Bwana. Huwa nasikia mnasema eti kuna magoli, sijui kuna magoli, kuna nini. Hiyo biashara mimi kwangu sijawahi kuiamini. Nina imani katika kumtolea Bwana sadaka ya hiari, sadaka kutoka moyoni, na sadaka ya kweli itakayompendeza Bwana. Hebu nenda kahesabu baraka za Mungu kwa namna ambavyo amekubariki kwa mwaka huu, ndipo useme siku ya Alhamisi nitamtolea nini Bwana kama sadaka ya shukurani. Maana siku hiyo, licha ya kumpelekea Mungu mahitaji, tutakwenda kumshukuru kwa nyimbo, tutamshukuru kwa maombi, kwa namna alivyotutendea kwa mwaka mzima. Ndipo tutamtolea na sadaka za kumshukuru Mungu. Mahali fulani mtu mmoja alikuwa amekosa mtoto, akaenda kwa waganga, akaenda kwa wachungaji na manabii wanaotumia ushirikina, wanaotumia visaidizi vya Yesu kama mafuta ya upako na pete na ndizi za upako na kadhalika. Hakupata mtoto.
Lakini alipojiunga na kanisa letu akakaa kwa muda mrefu, nikawa nimefundisha somo fulani ambalo huenda kesho nitafundisha. Baada ya kufundisha akachukua imani, akasema ya kwamba nataka kumwamini huyu Mungu ambaye umemfundisha, lakini ili kwamba nijue kwamba ni yeye, nataka anipe mtoto ambaye nimemkosa. Nikamwambia huyo umekwisha kumpata. Baada ya kuomba kweli, mwakani akapata mtoto, tena alikuwa ni mtoto wa kiume. Alipompata mtoto, siku ya kubariki watoto kama ambavyo tutafanya siku ya Jumamosi, nikasema nikasema kila mtu ambaye amemleta mtoto basi akatoe sadaka shukrani. Utanielewa baada ya kusikia somo la kesho. Na yeye nilivyomwona na yeye amekuja, amekuwa miongoni mwa wale watu, nikawaambia fulani, wewe usitoe sadaka ya shukrani leo. Nenda kakae na mkeo, nenda kakae na mmeo, mkakae wewe mme na mke, mkae pamoja. Mtakapokaa pamoja, mkafikiri muone kwa namna ambavyo mlipeleka ng'ombe weusi, mlipeleka mbuzi na kuku weupe kwa waganga, mlivyopeleka sadaka za kukumuta mifuko kwa manabii wa uongo, mkapeleka malaki na mamilioni. Nataka mkaje na sadaka ya kumshukuru Mungu kwa namna ambavyo amewatendea muujiza kupata mtoto. Unajua walifanya nini? Walipoenda kukaa, sijui walikama wa kukaa, sielewi. Jumamosi inayofuata wakaandika kwenye bahasha sadaka ya shukurani ya kumpata mtoto. Unajua waliandika shingapi? Waliweka shingapi? Waliweka shilingi 200 ile ya kibati. Siku ya Jumamosi nilikuwa na shauku kubwa kuona ya kwamba hebu nione watakuwa wamemshukuru Mungu kwa kiasi gani. Furaha walionayo ya kumtukuza Mungu kwa kuwaletea baraka mtoto ambaye wamemtafuta kila mahali wamekosa, wakapata mtoto, watamshukuru Mungu kwa namna gani? Nataka na mimi nijifunze na nikuze imani yangu. Nikasema naomba bahasha fulani mniletee nione imetolewa kiasi gani. Nilipoifungua ile bahasha tukiwa na mashemasi, tukakuta kuna bati la shilingi 200. Hakuna siku ambayo nilihuzunika, hakuna siku ambayo nilisikitika. Nikasema ningekuwa Mungu mimi, ningeua mume, ningeua mke, na huyu mtoto asingetoka hata kwenye mlango wa kanisa. Kumbe Bwana alisikia yale maombi. Usiku saa 6 kuelekea saa 7 nikapigiwa simu, mchungaji tuombe, mtoto anaumwa, ikiwezekana uje. Nikazima simu, nikasema siendi. Na kweli sikwenda. Asubuhi nikawa nasubiri nipate baraka, nipate habari njema. Habari njema yenyewe nikasikia katoto kamekufa. Nikamtukuza Mungu kwamba sasa kumbe Mungu upo. Na uwezi ukafanya mambo ukavumilia ujinga wa namna hii. Na wakati wa kuzika nadhani ndio msiba ambao nilikuwa na furaha sana. Nilizika nikiwa na raha kwa sababu Mungu ameshughulika penyewe na kwa wakati sahihi. Na mpaka leo ninavyozungumza hawajawahi kupata mtoto tena. Hata sijawahi kuwa na shauku ya kwenda kumwombea tena. Maana sasa mchungaji, Mungu amechukua mtoto, hebu njoo tuombee tena. Nikamwambia nikipata nafasi nitakuja. Ila sikuwaambia kwamba kwa sababu mlitenda hiana kwa Bwana kuleta 200, kwa mganga mlipeleka shingapi? Kwa manabii wa uongo mlipeleka shingapi? Si waliwaambia mkungute mpaka mifuko? Huku mnaleta 200. Nikamwambia Mungu hapo ni tiki. Tunaposema sadaka kumshukuru Mungu, nenda kahesabu kweli baraka alizokutendea Mungu. Maana sadaka ya kambi ni sadaka ya kumshukuru Mungu kwa hesabu, baada ya kuhesabu baraka alizokutendea kwa mwaka mzima. Baada ya kuona kwamba kwa mwaka mzima Mungu amenitendea 1, 2, 3, 4, 5. Sasa kwa wema huu wa Bwana nimtendee nini Mungu kama sadaka shukrani? Kama nyimbo tutaimba, kama maombi tutaomba, lakini jana tukajifunza kwamba hatuwezi kuja kwenye madhabahu ya Bwana mikono mitupu. Kesho tunataka tuiweke madhabahu ya Bwana hapa, na tutakuja na sadaka za Bwana. Na zile kwenye sadaka na kwenye madhabahu huwa kuna mambo mawili. Mungu anashuka
na akishuka anashuka kwa mambo mawili. La kwanza ni kubariki na la pili ni kulani. Kwa maana ya kwamba siku ya Alhamisi watakao kuja vizuri wakawa na sadaka za kumshukuru Mungu ambazo Bwana atazikubali, na wenyewe watakubalika, na baada ya kukubalika watarudi na baraka, na yale maombi ambayo muda mrefu walikuwa natamani kujibiwa, Mwenyezi Mungu atawapa na yatakuwa ni yao. Hiyo ni Alhamisi, ni siku ambayo sio akikosa. Na mimi nakuambia, hata kama mtakuwa wawili, nitasema kwa uaminifu na tutaomba kwa uaminifu, na Bwana atawatendea uaminifu wake wakiwa wawili. Lakini siku ya Alhamisi pia tutakwenda kuomba kwa ajili ya maduka yenu, tutaomba kwa ajili ya mashamba yenu, tutaomba kwa ajili ya ajira, tutaomba kwa ajili ya wale ambao hawajaoa na kuolewa, tutawaombea wale ambao kwenye ndoa, tutaombea ndoa zenye amani ziendelee, ambazo zina amani tutaombea ili kwamba amani ipatikane. Bwana Yesu asifiwe. Na kama mtakuwa na imani ya kutosha kwamba utakapoomba kwa ajili ya biashara yako, Bwana atakupatia baraka na Bwana atashuka kwenye biashara yako, ninakutia moyo kwa jambo hili ya kwamba nakutia moyo ya kwamba unaweza ukamshukuru Mungu hata kabla Bwana hajakubariki. Yaani uje na sadaka kumshukuru Mungu kwamba Bwana, ninakushukuru kwa kubariki biashara yangu. Kwa maana kwamba sadaka za shukrani zote zitatolewa baada ya maombi, baada ya kukuombea, baada ya kuombea shughuli, ndipo tutamshukuru Mungu kwa matendo aliyotutendea, na tunamshukuru Mungu kwa matendo atakayotutendea mwaka mpya wa kiroho unaoanza. Wangapi wamenielewa? Basi Mungu awabariki sana. Somo letu la leo lina kichwa kinachosema mashabiki wanaoishi ndani ya kanisa. Mashabiki wanaoishi ndani ya kanisa. Ukifuatilia mpira wa miguu, ukaenda uwanjani, utakuta kuna mashabiki, utakuta kuna wachezaji, utakuta kuna marefa, utakuta kuna makocha wako pale. Kazi ya mashabiki huwa ni kushangilia wachezaji, na ndani ya kanisa ni kama mchezo. Kuna wengine ni wachezaji, kuna wengine ni mashabiki ndani ya kanisa. Wale mashabiki kazi yao ni kushangilia wachezaji, na ndani ya kanisa eti wapo mashabiki ambao kazi yao ni kushangilia wale wanaocheza. Na mashabiki nawaambia ni vigeugeu, haijawahi kutokea. Mchezaji usipocheza kisawasawa utageukwa, ukicheza kisawasawa wanakushangilia. Yaani ukifanya vyema wanakushangilia, ukifanya vibaya wanakugeuka, watakutukana, watakurushia maneno na watakujadili kwamba wewe ndiye ambaye umesababisha furaha yao ipotee, na wanaweza wakalia, wengine wanaweza kajinyonga eti kwa sababu yako wewe. Shabiki nakwambia, ukimkanyaga kidogo tu atalia mwezi mzima. Lakini wachezaji wenyewe ni wavumilivu, wanacheza ili wapate ushindi. Haleluya kanisa. Wanafanya na mazoezi ya kutosha ili kuhakikisha kwamba ushindi unapatikana. Lakini mashabiki kazi yao wanataka raha tu. Yaani ukisikia ndani ya kanisa kuna mashabiki na wachezaji ndani ya kanisa, yaani wale wachezaji ndani ya kanisa wenyewe hata wakikutana na makwazo wanasimama imara, wenyewe hata wakikutana na magumu watabaki ndani ya kanisa. Lakini shabiki akikwazwa ataacha kanisa, shabiki akikwazwa kwenye kwaya ataiacha kwaya. Yaani mashabiki wenyewe ni vigeugeu, na leo tunataka tuseme habari zao. Mashabiki wanaoishi ndani ya kanisa. Waebrania 12 mstari wa 1 hadi wa 2. Nitakuwa na wachanganyia kidogo. Sometime tunaenda sura nzima, sometime fungu moja, sometime kaneno kamoja. Leo katika jioni hii tutaenda kujifunza Waebrania 12 mstari wa 1 hadi wa 2. Mafungu haya yatatutosha sana. Basi neno la Bwana linasema, basi
na sisi pia, kwa kuwa tunazungukwa na wingu kubwa la mashahidi namna hii, na tuweke kando kila mzigo mzito na dhambi ile tuzingayo kwa upesi, na tupige mbio kwa saburi katika yale mashindano yaliyowekwa mbele yetu, tukimtazama Yesu mwenye kuanzisha na mwenye kutimiza imani yetu, ambaye kwa ajili ya furaha iliyowekwa mbele yake aliustahimili msalaba na kuidharau aibu, naye ameketi mkono wa kuume wa kiti cha Mungu Baba. Nitarudia tena ili fungu. Waebrania 12 mstari wa kwanza hadi wa pili, anasema ya kwamba basi na sisi pia, kwa kuwa tunazungukwa na wingu kubwa la mashahidi namna hii, na tuweke kando kila mzigo mzito, na tuweke kando ile dhambi tuzingayo kwa upesi, na tupige mbio kwa saburi katika yale mashindano yaliyowekwa mbele yetu, tukimtazama Yesu mwenye kuanzisha na mwenye kutimiza imani yetu, ambaye kwa ajili ya furaha iliyowekwa mbele yake aliustahimili msalaba na kuidharau aibu, naye ameketi mkono wa kuume wa kiti cha enzi cha Mungu. Katika Waebrania 12:1-2 ina vipengele vitano. Kipengele cha kwanza nasema tumezungukwa na wingu kubwa la mashahidi. Kipengele cha pili kinasema tuweke kando kila mzigo mzito. Kipengele cha tatu kinasema tuweke kando ile dhambi ituzingayo kwa upesi. Kipengele cha nne anasema tupige mbio kwa saburi katika yale mashindano yaliyowekwa mbele yetu. Na kipengele cha tano na cha mwisho kinasema tukimtazama Yesu mwenye kuanzisha na mwenye kuitimiza imani yetu, ambaye alianzisha. Tumtazame Yesu. Mpendwa, ili uweze kuelewa vipengele hivi vitano vinavyopatikana kwenye fungu hili, ni muhimu ujue historia ya fungu hili. Huwa natamani sana historia, maana ukijua historia utajua hilo fungu linamaanisha nini hasa. Basi ungana nami ninavyokwenda kusimulia historia ya fungu la Waebrania 12 mstari wa kwanza hadi wa pili. Zamani kulikuwa na michezo mbalimbali, kama vile kupigana ngumi, kama vile kukimbia na michezo mingine kadha wa kadha. Na mchezo unaoelezwa na Paulo kwenye fungu hili la Waebrania 12 ulikuwa ni mchezo wa kukimbia. Yaani fungu la Waebrania 12 mstari wa kwanza na wa pili limeandikwa katika mkutadha wa mchezo wa kukimbia mbio. Na inasadikika ya kwamba Paulo alikuwa anahudhuria na kuangalia michezo hiyo wakati inachezwa. Na moja ya michezo ambayo aliipenda kuangalia inavyofanyika ulikuwa ni mchezo wa kukimbia. Na Paulo alipoangalia ule mchezo wa kukimbia, alipata ujumbe, akawaandikia Wakristo kama inavyojieleza Waebrania 12 mstari wa kwanza hadi wa pili. Mchezo wa kukimbia ulikuwaje kuwaje? Anasema kulikuwa na uwanja mkubwa sana, na uwanja huo ulikuwa na mashabiki na mashahidi pamoja na wachezaji. Mashabiki ni wale walioingia uwanjani kushangilia timu fulani ama mtu fulani. Mashahidi walikuwa ni watu ambao waliwahi kukimbia mbio zamani, na sasa wanaingia uwanjani kushuhudia mchezo wa kukimbia unaofanywa na kizazi hiki kingine, yani wakimbiaji. Na kwenye uwanja kulikuwa na barabara za kukimbia zilizojawa na vikwazo vya kila namna. Kulikuwa kwenye hizo barabara kulikuwa na sehemu nzuri, kulikuwa na sehemu zenye mawe, sehemu zenye mchanga, sehemu zenye miba, sehemu zenye matope, na sehemu za kuruka viunzi. Na mkimbiaji alipaswa kuvaa nguo ambazo hazitamzuia kukimbia. Nguo yake ilikuwa ni nyepesi, nguo yake ilikuwa ni ndefu. Yani hata ukiangalia ile michezo ambayo inafanyika kule Ufaransa, unakuta wakimbiaji wanavaa nguo fulani fulani tu twa kiaina. Kila kitu kilichowafanya wasikimbie kwa uhuru walikitupilia mbali, maana walikuwa wanabeba mawe
wakati wa kuruka vile viunzi ili kupata ongezeko la kasi. Kwenye physics tunasema ni momentum. Na mwisho wa safari ya kukimbia kulikuwa na sanamu kubwa sana yalianzisha shindano la kukimbia. Wengine wao wanasema ni Antipas alianzisha mchezo wa kukimbia. Kwa iliwekwa sanamu kubwa sana ya mtu ambaye alianzisha mchezo wa kukimbia. Na baada ya kushinda kulikuwa na taji na tuzo mbalimbali ambazo walipewa washindi. Na wakimbiaji walikuwa ni wengi, lakini mshindi alikuwa ni moja. Na kazi ya mashabiki ilikuwa ni kushangilia ama kuzomea ama kushabikia timu fulani ama mtu fulani. Na mashabiki walikuwa ni kigeugeu. Hata kama wanamshabikia mkimbiaji fulani, anapokimbia vizuri walimshangilia. Akianza kufanya vibaya walinyamaza kimya, ama walimzomea, ama walimtukana matusi, ama walimkejeli, ama walimbeza, ama walimrushia mawe na vichupa mbalimbali, wakawa wanamrushia kwa kumbeza. Kazi ya mashahidi ilikuwa ni kutia moyo wakimbiaji. Kwa kuwepo kwao kuliwatia moyo wakimbiaji, kwa sababu hawa mashahidi wenyewe walikuwa wameshakimbia mchezo, wakashinda, wakavuka vile vikwazo. Kwa hiyo kwa kuwepo pale, wale wakimbiaji wanasema kama hawa walishinda na sisi tutashinda. Na wengine waliongea maneno ya kutia moyo kwamba enyi kizazi kipya mnaokimbia, vumilieni, kimbieni kwa saburi, kimbieni kwa kuvumilia. Hata sisi tulikimbia kwa uvumilivu, ndio maana tulishinda, ndio maana tuna tuzo kwenye mikono yetu. Na kuna wakati wachezaji wakianguka, hawa mashahidi walikwenda kuwasimamisha na kuwatia moyo na kuwaambia songeni mbele, inawezekana, maana na sisi tuliweza. Pendwa, hiyo ilikuwa ndiyo hadithi fupi ya fungu la Waebrania 12 aya ya 1 na aya ya 2. Sasa kwa sababu nimeshaeleza hiyo historia, nataka nieleze vile vipengele vitano nikihusianisha na kipengele kimoja baada ya kingine. Kipengele cha kwanza kinasema tumezungukwa na wingu kubwa la mashahidi. Kwanza hapa ili fungu niliweke sawa, maana kuna wahubiri wengi wamehubiri vibaya fungu hili. Wingu la mashahidi wamekuwa wakichanganya sana. Wengine eti wanasema tumefunikwa na wingu la malaika. Si kweli. Wingu la mashahidi, ngoja nikueleze haraka. Kulingana na mtu anaitwa Adam Clark aliyeandika kwenye Bible commentary yake, amelichambua neno wingu la mashahidi. Amesema ya kwamba wingu la mashahidi ni neno ambalo lilikuwa linatumika na Walatini na Wagiriki katika kueleza kundi kubwa la watu ama vitu. Yaani Walatini na Wagiriki wakikuta kundi kubwa la watu kama ambavyo mmejaa kwenye kambi hivi, walisema ni wingu la mashahidi. Ulikuwa kama ni msemo ukihusianisha watu wengi. Lile wingu manake ni wingi wa watu, mashahidi manake ni mashahidi wengi. Lakini Albert Barnes aliyeandika notes on the whole Bible, aliyeandika notes kwenye Biblia nzima, ama aliandika commentary, aliyetoa maoni kwenye Biblia nzima, aliwahi kutoa maoni kwenye fungu hili la Waebrania 12 kwenye kipengele cha wingu la mashahidi. Wingu la mashahidi kwa mjibu wa Albert Barnes anasema wingu la mashahidi ina maana ya mashahidi wengi. Na mashahidi wanaozungumzwa hapa ni wale wazee wa imani katika Waebrania sura ya 11. Yaani ukirudi nyuma ukaenda kusoma Waebrania 11 utakuta wameandikwa wazee wa imani. Na ndio maana Waebrania 12:1 anasema kwa maana kwamba anaendeleza lile fungu, anaendeleza sura ya 11. Sura ya 11 inaendelea kwenye sura ya 12. Kwa kuwa tumezungukwa na wingu wa mashahidi, kwa kuwa tumezungukwa na wazee wa imani wengi kiasi hicho,
basi na tuweke kando mzigo mzito, ile dhambi inayotuzunguka, na tumtazame Yesu aliyeanzisha imani kwetu. Kwa maana kwamba Albert Bana anasema ya kwamba lile wingu la mashahidi, maana yake ni mashahidi wengi, na hao mashahidi wanaozungumzwa ni wazee wa imani waliotajwa katika kitabu cha Waebrania sura ya 11. Waliotajwa ni hao wafuatao: ametajwa Habili, ametajwa Henoko, ametajwa Nuhu, ametajwa Ibrahimu, ametajwa Sara, ametajwa Isaka, ametajwa Yakobo, ametajwa Yusufu, ametajwa Musa, ametajwa Yoshua, ametajwa Ayubu, ametajwa na Rahabu. Na Rahabu naye ametajwa kama mzee wa imani. Ametajwa Gideoni, ametajwa Baraka, ametajwa Samsoni, ametajwa Yefta, ametajwa Daudi, Samueli na manabii wengine na mitume wametajwa kwenye Waebrania sura ya 11. Hao ndio wingu la mashahidi, hao ndio wazee wa imani ambao wametuzunguka. Ila anasema amewazungumzia katika picha ya mashahidi aliyowaona katika mchezo wa kukimbia. Yaani hawa wazee wa imani, anasema ya kwamba Albert Bana amesema wametajwa katika mazingira ya mashahidi waliokuwa wanakimbia. Inamaanisha nini? Nilisema ya kwamba wale mashahidi walikuwa wamekimbia huo mchezo, wanakuja kuangalia wachezaji wanaokimbia kizazi kingine. Sasa tunaposema ya kwamba hawa mashahidi walikimbia mchezo, ina maana ya kwamba wazee wa imani walishacheza mchezo ambao sisi tunaucheza leo. Ndiyo maana hiyo. Na kazi ya mashahidi ilikuwa ni kuwatia moyo wakimbiaji, yaani wale mashahidi waliokimbia zamani. Na kwa kuwepo kwao kuliwatia moyo wakimbiaji wa kizazi kipya. Lakini pia tuliona waliongea maneno ya kuwatia moyo, wakiwaambia vumilieni, kimbieni kwa saburi, kimbieni kwa uvumilivu. Hata sisi tulikimbia kwa uvumilivu, ndio maana tulishinda. Na kuna wakati ambapo wachezaji wakianguka, walienda kuwasimamisha na kuwatia moyo, wakiwaambia songa mbele, usikate tamaa. Hata sisi tukutana na changamoto, tulianguka kama wewe, tukasimama, tukaenda, tukashinda. Ndivyo wingu la wazee wa imani wanavyotutia moyo tunavyotaka kukata tamaa na kurudi nyuma na kuiacha imani ambayo wamekabidhiwa watakatifu mara moja, kwa sababu ya changamoto tunazokutana nazo katika safari ya kwenda mbinguni. Unajua, tunapokwenda mbinguni tunakutana na magumu, tunakutana na changamoto. Unakwenda kanisani, waumini wenzako wanakukatisha tamaa, wanakusengenya, wanakufanyia vibaya. Unapatwa na msiba, hakuna hata muumini mmoja anayekuja. Unaumwa, hakuna anayekuja hata mmoja. Ukija kanisani, wanakufanyia vitimbwi. Kwa sababu ya changamoto, wengi tumekuwa tunakata tamaa, tunatamani kurudi nyuma. Lakini wazee wa imani watakuja kututia moyo. Safari ya imani sio sisi tulioianzisha, wala sio peke yetu ambao tumesafiri. Walikuwepo wazee wa imani, walikuwepo mashahidi waliotutangulia, na walipitia tunayopitia, na waliopitia wakayaandika. Yale yaliyoandikwa yanatutia moyo sisi leo ya kwamba tusikate tamaa. Ukimwangalia Habili, ukimwangalia Ibrahimu, ukimwangalia Ayubu, ukimwangalia Daudi, walipitia tunayopitia leo, yakaandikwa. Na yaliyoandikwa wamekuwa wanaishi kwenye mioyo yetu. Yale maneno na visa vyao vinatutia moyo ya kwamba kuna mashujaa wenzetu walitangulia, na kama walitangulia wakashinda, na sisi tunaweza kushinda. Na wingu la mashahidi ambao ndio wazee wa imani wamebaki na ujumbe huu, kuwa hata sisi tulipitia changamoto tukashinda, na kama sisi tuliweza, na ninyi mtaweza. Hivi hatuna sababu ya kukata tamaa, hatuna sababu ya kuiacha imani hii ya kweli, hatuna sababu ya kuliacha kanisa la kweli,
haijalishi unapitia changamoto gani, haijalishi umekutana magumu kiasi gani, tutabanana hapa hapa, hakuna kwa kwenda, maana tumaini liko kwenye kanisa hili. Na wenzetu wote walipita kwenye kanisa hili na walikutana na magumu, lakini hawakuiacha imani, walisimama imara. Wale waliosimama imara zamani, leo ndio wanatutia moyo ya kwamba tusikate tamaa, inawezekana, tusonge mbele. Haijalishi njia yako imekuwa ni nyembamba kiasi gani, haijalishi njia yako imekuwa na vikwazo kiasi gani, simama imara na songa mbele kwa ujasiri. Hata kama kwa kutembelea miguu tutafika, hata kwa kutembelea mikono tutakwenda, hata wakikata miguu yakabaki makalio peke yake, tutaenda nayo mpaka tunatoboa. Hivyo hatuna sababu yoyote ya kukata tamaa. Ndio maana nasema, kwa sababu tumezungukwa na wingu kubwa la mashahidi namna hii, hatuna haja ya kukata tamaa. Tusonge mbele na kutengeneza aliyosalia, kisha tuweze kushinda, huku tukimwangalia Yesu peke yake. Hivyo hatuna sababu ya kukata tamaa, tusonge mbele. Ndio maana neno linasema, basi na sisi pia, kwa kuwa tumezungukwa na wingu la mashahidi kubwa namna hii, tuweke kando kila mzigo mzito, tuweke kando kila dhambi, kisha tupige mbio kwa uvumilivu, tusonge mbele kwa uvumilivu katika mashindano yaliyowekwa mbele yetu, tukimtazama Yesu aliyeanzisha imani kwenye mioyo yetu. Sio mchungaji Mahona aliyeanzisha imani kwako, sio mchungaji Chatira alianzisha imani kwako, sio mzee wa kanisa, sio huyo muumini. Ni Yesu mwenyewe ndiye aliyeleta moto wa imani kwako na ukaianza imani. Wewe mwangalie Yesu, usiwaangalie wanaokukwaza. Kwanza anayekukwaza mwenyewe hana hata mbingu. Hata nyumba yake tu ukihamia una hata mahali pa kukaa, unarudije nyuma? Kwa mfano, mpendo, huenda hujanielewa, wengi wetu leo hawatoi zaka na sadaka kwa uaminifu. Lakini tunaye shahidi anaitwa Habili, alitoa zaka na sadaka za shukurani kwa uaminifu. Habili ni miongoni mwa mashahidi wanaotutia moyo kwamba inawezekana kutoa zaka na sadaka kwa uaminifu bila kupunja hata kitu kimoja, na Bwana akaikubali. Mpendwa, ikiwa Habili alitoa zaka na sadaka ya uaminifu, na Habili amebaki akitutia moyo ya kwamba na sisi tunaweza kutoa zaka na sadaka kwa uaminifu. Ikiwa itatokea wewe hautoi zaka na sadaka kwa uaminifu, utatoa sababu gani? Utajiteteaje siku utakaposimama mbele ya hukumu, utakapopaswa kueleza habari ya uaminifu wako katika matoleo? Utatoa sababu gani? Utakaposema mbona Bwana atakuletea wingu la mashahidi, atamleta Habili, atamleta Musa, atamleta Ayubu, atamleta nani, wote atawaambia hawa walitoa kwa uaminifu. Mbona wewe ukutoa? Hutakuwa na sababu, hutakuwa na uwezo wa kujitetea, utakwenda motoni. Lakini kabla hujaenda, kabla hujachelewa, na kama huna sababu ya kujitetea kwa Bwana kwamba sikutoa kwa sababu hii, na kutia moyo ya kwamba wingu la mashahidi la wakina Habili wanatutia moyo ya kwamba kutoa zaka na sadaka uaminifu inawezekana. Wengi wetu leo hatuombi. Yaani kuna watu wanalala hawajaomba, wanaamka hawajaomba, nyumbani kwao hawaombi. Jumatano hawaji kwenye maombi, wanapokwenda kazini, anaanza kazi hajaomba, anapotoka kazini anaondoka hajaomba, anapoingia kwenye gari haombi. Yaani wanatembea bila maombi aina yoyote. Mimi na uhakika hata kuku wanaomba, lakini kuna watu hawaombi kabisa. Lakini tunaye shahidi anaitwa Henoko,
aliyeomba kwa bidii sana. Henoko ni miongoni mwa mashahidi wanatutia moyo ya kwamba inawezekana kuomba kwa bidii na bila kukoma. Tukaomba. Henoko anasema pumzi yake ilikuwa kama maombi. Yaani ilikuwa ni kuomba tu. Ilikuwa ni kuomba tu. Tunazidiwa hata na Waislamu wanaotembea na tasbihi kila wakati ni kuomba. Sisi tunashindwa kuombea hata ugali. Tunaye shahidi anaitwa Henoko. Aliomba sawasawa na pumzi yake na akaomba bila kukoma, akaomba kwa bidii. Wewe ambaye hauombi, utatoa sababu gani? Utajiteteaje utakaposimama mbele ya kiti cha hukumu, utakapopaswa kueleza habari za kwa nini haukuomba? Utatoa sababu gani? Wengi leo hatufanyi injili, hatuwapelekee watu ujumbe. Majirani zetu hatujawapelekea ujumbe. Tunaofanya kazi pamoja hatujawapelekea ujumbe. Kwenda nyumba kwa nyumba kuwahubiri watu wa mbali hatupeleki. Zikija effort hatuendi. Sadaka za kupeleka ujumbe mahali fulani hatutoi. Lakini tunaye shahidi anaitwa Nuhu. Alifanya kazi ya injili kwa nguvu zake zote bila kuchoka. Aliacha shughuli zake, akabaki na kazi moja ya injili. Akahubiri kwa miaka 120. Akajenga na safina yeye mwenyewe. Na alipohubiri watu 8 wakaokolewa. Roho ya unabii nasema hawakuwa 8 tu. Wale 8 walikuwa hai. Lakini kuna watu wengi huku nyuma walijenga safina na waliamini ujumbe wa Nuhu, lakini waliokutwa wakiwa hai walikuwa 8. Nuhu katika maisha yake yote alikuwa ni mwinjilisti aliyesimama masaa yote, ajenda yake ikiwa ni injili, akiwaambia watu waingie ndani ya safina. Nuhu amebaki kuwa shahidi, akitutia moyo na kuwatia moyo wale ambao wanashindwa kufanya kazi ya Mungu, kwamba inawezekana tukafanya kazi ya Mungu pamoja na hali tulionayo, tukawaambia watu waje kwa Yesu na makundi ya watu watakuja kwa Yesu. Wewe ambaye haufanyi kazi ya Mungu, haufanyi uinjilisti, utatoa sababu gani? Utajiteteaje siku utakaposimama mbele ya kiti cha hukumu, utakapoulizwa kwamba leta habari, kwa nini? Leta sababu, kwa nini haukufanya kazi ya injili? Utajitetea nini? Wengi wetu tunatenda dhambi. Tena tunatenda dhambi za kila namna. Kuna watu wametenda dhambi mpaka wamejishtukia. Kuna watu wametenda dhambi mpaka wanaona kabisa mbinguni hawawezi kwenda. Dhambi ndogo ndogo na kubwa walishatenda zote. Wametenda dhambi nyingi, zimekuwa nyingi kama mchanga wa bahari. Na wamekata tamaa kwa sababu ya wingi na ukubwa wa madhambi wanayoyatenda. Wamekata tamaa. Lakini leo nakutia moyo ya kwamba tunaye shahidi anaitwa Ibrahimu. Naye alitenda dhambi, lakini akafanya toba na Mungu akamsamehe. Ibrahimu amebaki kuwa shahidi, akitutia moyo ya kwamba hata kama mmefanya dhambi nyingi kama mchanga wa bahari, hata kama mmefanya dhambi ndogo ndogo zote na dhambi kubwa kubwa zote umezifanya, anasema ya kwamba kama utaamua na kufanya ungamo na toba, Mungu wetu ni Mungu wa rehema, ana uwezo wa kukusamehe na akasahau kabisa madhambi uliyoyatenda. Anaweza. Kama Ibrahimu alisamehewa, kama neema na rehema za Mungu zilikuwa juu ya Ibrahimu, zitakuwa juu ya wote watakaofanya toba, watakaoungama na kuacha madhambi wakabaki kwenye mstari. Usifikiri ya kwamba kufanya dhambi ndiyo hatima yako. Hapana. Bado kuna nafasi nyingine ya wewe kuiacha hiyo dhambi. Hata kama umefanya ukahaba, umefanya ujambazi, umekuwa ukiua, umekuwa ni mchawi uliyekubuhu, lakini ukifanya toba bado mlango upo na utasamehewa. Maana rehema na neema za Mungu zatosha kusamehe wingi wa dhambi ulizo nazo. Wengi wetu leo ni tasa, wamekosa watoto
Na baada ya maombi ya kanisani kuomba sana, wamekosa watoto, walishindwa kuvumilia, wakaenda kwa manabii wa uongo wanaotumia ushirikina, wakaenda kwa waganga wa kienyeji. Lakini nakwambia, tunao mashahidi waliokosa watoto, na baadaye walipomwomba Mungu kwa dhati, Bwana akawapa watoto. Hawakwenda kwa waganga, hawakwenda kwa manabii wa uongo, maana walikuwepo tangu zamani. Wakabaki wakisubiri ahadi ya Bwana. Sara alikuwa tasa, Hana alikuwa tasa, Elizabeth alikuwa tasa, mke wa Manoa alikuwa tasa, Raheli alikuwa tasa. Na baada ya maombi, baada ya subira, baada ya uvumilivu, wakimngoja Bwana atende jambo, Bwana alifungua matumbo yao wakazaa. Na walipozaa watoto, hawakuzaa watoto wa kawaida, walizaa watoto wenye historia ambazo sio za kawaida. Maana watoto waliokuja kwa kuchelewa walikuja na kishindo. Nakumbuka Sara hakuzaa mtoto wa kawaida, maana alimzaa Isaka. Namkumbuka Hana hakuzaa mtoto wa kawaida, alimzaa Samueli. Namkumbuka Elizabeti hakumzaa mtoto wa kawaida, akamzaa Yohana Mbatizaji. Namkumbuka mke wa Manoa hakuzaa mtoto wa kawaida, akamzaa Samsoni. Namkumbuka Raheli hakuzaa mtoto wa kawaida, alimzaa Yusufu. Watoto waliokuja kwa kuchelewa, waliokuja kwa maombi, waliokuja baada ya subira kwa muda mrefu, hawakuwa wa kawaida. Akina mama walisubiri mpaka miaka 80, mpaka miaka 90. Akina Sara, bibi kizee, kwa uwezo wa Bwana akaruhusu, akabeba mimba. Una mchezo na Mungu wetu, una mchezo na Mungu wa mbinguni. Eti amekoma hedhi, atazaeje? Wewe kuwa na subira. Mungu wa mbinguni ni Mungu wa yasiyowezekana. Kama bibi Kikongo alizaa, wewe una miaka 50, 60, unatishika nini? Na kuhakikishia ya kwamba kamtadumu kwenye uvumilivu na subira, usiende kwa waganga, usiende kwa manabii, ukabaki ukisubiri na kudai ahadi kwa Mungu wa mbinguni. Ninakuhakikishia utazaa, na huyo mtoto utakayemzaa hata kwa wa kawaida. Maana waliozaliwa kwa kuchelewa hawakuwa wa kawaida hata mtu mmoja. Lakini ninalo swali, wewe uliyetasa, mbona unaenda kwa waganga? Mbona unaenda kwa manabii wa uongo wanaotumia uchawi na visaidizi vya Yesu? Utatoa sababu gani siku utakaposimama mbele ya hukumu, utakapopaswa kueleza habari ya uaminifu wako juu ya jambo hili? Maana utasema, Bwana, nilikosa furaha nikaamua kwenda kwa waganga, maana leo nimechelewa. Atamleta Hana, atamleta Sara, atamleta Raheli, wote watakwambia. Tena Sara atawaambia, mimi nilimsubiri Mungu mpaka miaka 80. Wewe ulikuwa na miaka mingapi uliyosubiri? Mpendo na kutia moyo, haijalishi uko tasa kiasi gani, vuta subira. Mungu wa mbinguni atakupa kwa wakati wake. Wengi wetu wanahangaika na wake za watu, lakini tunaye shahidi asiyetenda dhambi ya zinaa na mke wa mtu, ambaye sio mwingine, anaitwa Yusufu, aliyekimbia mke wa mtu akafungwa gerezani. Lakini kwa neema ya Bwana, kwa sababu alikuwa mwaminifu, akatoka gerezani hadi kuwa waziri mkuu. Tunaye Musa, alikuwa ni kiongozi wa kanisa la Mungu, mchungaji, alikuwa ni kiongozi akiongoza kanisa la Israeli. Akafanywa vitimbwi, akafanywa fujo, lakini hakukata tamaa. Viongozi wenzangu, wachungaji wenzangu, wazee wa makanisa, mashemasi na viongozi wote, wainjilisti wa vitabu, tutakutana na changamoto kwenye kazi. Lakini sisi sio wa kwanza. Walikuwepo akina Musa, walikutana na magumu, walipingwa, walizomewa, mpaka Mungu akaingilia kati.
usikate tamaa. Akina Musa wamebaki kuwa mashahidi, wakitutia moyo ya kwamba ukiitwa fanya mpaka msimu wako uishe. Usikate tamaa, maana ukikata tamaa na kuacha kazi ukarudi nyuma, inafikia mahali unasema ya kwamba Bwana, niliona wamenitesa sana. Atamleta Musa. Umepitia mateso kuliko aliyopitia Musa, mtu ambaye alienda kuchunga maka kondoo miaka 40 kwa ajili ya kufundishwa kufanya kazi kwenye utume kanisani. Halafu wakaja kina Kora, kina Dathan, wakamfanyia fujo za kila namna. Unawezaje kukata tamaa eti umekwazwa? Yupo zaidi Musa aliyesimama imara mpaka alipomaliza kijiti chake mwenyewe. Hatuna sababu ya kukata tamaa. Wengine najua kweli bado uko kwenye uzee, bado uko kwenye uchungaji, bado uko kwenye ushemasi, lakini kwa sababu ya magumu kazi bado unaendelea nayo, lakini umekata tamaa kinamna, haufanyi kwa nguvu. Maana yale maneno, maana zile fujo zimekulegeza, zimefungua nati, umelegeza na utume wako haufanyi sawa sawa. Na kutia moyo ya kwamba Musa ulikuwa ni wembe ule ule, wanavyomkatisha tamaa ndivyo aliongeza spidi na akafanya kazi na akalifikisha kundi mahali ambapo Bwana aliruhusu alifikishe. Hakuna kukata tamaa, wala hakuna kurudi nyuma, wala hakuna kulegeza nati, ni kukaza kwa kwenda mbele. Wengi wetu tumepitia changamoto ya magonjwa, na baada ya kupitia changamoto ya magonjwa wakaenda kwa waganga, wakaenda kwa manabii wa uongo. Lakini tunaye Ayubu, aliugua ugonjwa akafilisika mali zake, watoto wake wakafa, lakini hakwenda kwa mganga, alibaki kwa Bwana na hakumnenea Mungu upumbavu, wala hakwenda kwa waganga. Na baadaye kwa sababu ya uvumilivu wake Bwana akamrudishia kila jambo. Ayubu amebaki kuwa shahidi, akiwatia moyo wagonjwa wote ambao mnanisikia kila mahali, na kutia moyo kama Ayubu alivyofanya. Usiende kwa mganga, wala usiende kwa manabii wa uongo. Ni heri ukafa kuliko kwenda huko. Endelea kumsihi Bwana, ipo sana wakati Bwana atapima uvumilivu wako na atasema imetosha. Afya yako itarudi na utarudishiwa vyote ulivyopoteza kwa mkono wa Bwana, kwa vile umesimama kuwa imara. Baadhi yetu wamefanya dhambi ya zinaa, na wengine wamekuwa makahaba kabisa. Unajua, tunao watu ambao wako ndani ya kanisa, lakini kwa sababu ya shida wameanza kufanya ukahaba, wanazini ovyo ovyo, tena wanazini kwa kulipwa. Unaweza kusema makahaba si wale wanaojipanga kule mjini. Wewe kama unafanya ngono na mtu na unalipwa, huo nao ni ukahaba. Mnafanya bagaini, umefanya dhambi ya ukahaba, na unafikiria kwamba ukahaba huwezi kuuacha. Na kutia moyo ya kwamba yupo shahidi anaitwa Rahabu, alikuwa kahaba, kwa mkono wa Bwana aliacha, na ameingizwa kwenye kitabu cha wazee wa imani kwa ajili ya kuwatia moyo makahaba wote ya kwamba inawezekana kuacha ukahaba kwa mkono wa Bwana. Wengi wamefukuzwa majumbani, wamebaki wanalialia. Wala usilielie. Yupo Yefta, naye alifukuzwa nyumbani, lakini kwa mkono wa Bwana alirudishwa akiwa mwenye nguvu sana. Hata wewe leo, hata kama wamekufukuza kwa sababu ya imani, endelea kumshikilia huyo Mungu. Kuna siku wale waliokufukuza watakupigia magoti, maana hakuna ambaye anamtumikia Mungu akapotea. Anasema, sijawahi kuona mwenye haki akiachwa na Mwenyezi Mungu. Sijawahi kuona. Na napoenda kuhitimisha somo hili jioni ya leo, nimalize vile vipengele kwa haraka haraka. Na akasema, kwa sababu tumezungukwa na wingu kubwa la mashahidi namna hii, basi na tuweke kando
kila mzigo mzito. Neno mzigo limetoka kwenye lugha ya Kigiriki ogikon. Neno ogikon ni kizuizi, ni kikwazo, ama iliyozuiwa na ndoana, ikiwa na maana ya kwamba kitu chochote ambacho kimeshikwa, kimenaswa na ndoana, na ama ni mzigo unaoning'inia juu ya ndoana. Kwenye mchezo wa kukimbia tuliona kwamba mkimbiaji alitakiwa aondoe kila kitu ambacho kitakuwa ni kikwazo, kitakuwa ni kizuizi, ama kitakachomfanya asikimbie kwa uhuru. Kama tulivyoona kwamba walivaa nguo nyepesi, hawakuvaa nguo ndefu wala viatu, hawakubeba mizigo mizito ambayo ingeliwafanya wasikimbie kwa kasi. Vyote ambavyo vilikuwa ni vizito waliviweka pembeni. Na kwa sababu wakati wa kuruka vikwazo walikuwa wanabeba mawe ili kupata ongezeko la kasi, walikuwa makini ili wasibebe mizigo mizito. Ndio maana natumia neno ya kwamba tuiweke kando kila mizigo mizito. Walibeba mawe ambayo hayatawafanya wasikimbie kwa kasi, na yatawafanya waruke kisawasawa bila kuwazuia. Anasema mawe mazito yote, vyote vilivyokuwa vinawasaidia kupata momentum, vyote ambavyo viliwazuia walivitupa. Hii inatusaidia nini? Hii inatufanya tujiulize maswali yafuatayo. Kitu gani kinakufanya tusikimbie mbio katika safari ya kwenda mbinguni? Ogikoni yako ni ipi? Kwa nini haukimbii kwa kasi? Kitu gani kinakuzuia? Kitu gani ambacho kinakuvuta usikimbie kwa kasi? Kitu gani kinakufanya utambae badala ya kukimbia? Kitu gani kinakufanya utembee badala ya kukimbia? Kitu gani kinakufanya ukose pumzi wakati wa kukimbia? Kitu gani kinakufanya uchoke wakati wa kukimbia? Ni mzigo gani umeubeba wakati wa kukimbia, wakati wa kuruka viunzi, na unakuzuia kukimbia, unakuzuia kuruka vile viunzi? Ni mzigo gani umeubeba? Jambo gani limekuwa linakurudisha nyuma katika imani yako? Jambo gani linakufanya usisonge mbele? Kila wakati unapotaka kujaribu kwenda mbele unarudi nyuma. Je, ni makwazo? Je, ni kazi? Je, ni mume wako? Je, ni yule mke wako? Je, ni mchepuko? Kila ukitamani uende mbele, mchepuko unakuambia bwana, ninakupa milioni 1. Njoo bwana we, njoo bwana we. Unakwenda tena, hausongi mbele. Jambo gani ambalo limekuwa ni mzigo? Neno la Bwana nasema weka kando kila mzigo mzito. Tena akasema weka kando ile dhambi ikuzingayo kwa upesi. Dhambi tuzingayo kwa upesi, ukisoma Biblia ya Kiingereza inaeleza kwa uwazi zaidi kwamba ni ile dhambi ambayo imekuwa rahisi kwetu kuifanya. Imetumia neno beset ama entangles, kwamba kuna dhambi ambazo kila mtu umekuwa ni udhaifu wake. Ile dhambi ambayo ni udhaifu wako ile, akasema nayo tuiache. Ni dhambi gani ambayo kwako imekuwa ni rahisi kuifanya? Ni dhambi gani kwako ambayo ndio udhaifu wako? Wengine udhaifu wao ni uongo. Kuna mtu mmoja, kuna watu walikubaliana wasimuliane kila mtu udhaifu wake. Mmoja akasema mimi udhaifu wangu ni uzinzi. Mwingine akasema mimi udhaifu wangu ni wizi. Mwingine akasema mimi udhaifu wangu ni kutunza siri. Hata mlioniambia yote sidhani kwamba nitakaa nayo, naenda kuyasema sasa hivi. Sasa kila mtu ana udhaifu wake. Kila mtu ana dhambi ambayo imemtesa, na umekuwa uking'ang'ana kuiacha hiyo dhambi. Neno la Mungu linasema hiyo dhambi ambayo umekuwa uking'ang'ana kuiacha, wakati wa kuiacha ni sasa. Maana nasema kila dhambi ambayo inakuzinga kwa upesi uiachilie mbali. Ikiwa ni uongo, acha. Ikiwa ni unyang'anyi wa zaka na sadaka, acha. Ikiwa ni zinaa ndio ambayo imekushikilia, acha. Ikiwa ni kumfokea na kumtukana mmeo ama mkeo, nayo acha. Ikiwa ni kumpiga mkeo,
ikiwa ni kumchukia mkeo, acha. Ikiwa ni kwenda kwa waganga wa kienyeji, ikiwa ni kwenda kwa manabii wa uongo na kuombewa, acha. Ikiwa ni masengenyo, acha. Maana neno la Bwana nasema kila dhambi ambayo imekuwa ni udhaifu wetu, kila dhambi ambayo inatuzinga, tuweze kuiacha na tubaki kuwa salama. Baada ya hapo ndipo akasema na tupige mbio kwa saburi katika yale mashindano yaliyowekwa mbele yetu. Huwezi kuelewa mpaka nitakapokukumbusha kidogo. Tuliona kwamba kwenye uwanja kulikuwa na barabara za kukimbia zilizojawa vikwazo vya kila namna. Kulikuwa na sehemu nzuri za kukimbia, sehemu za mawe, sehemu zenye mchanga, sehemu zenye miba, sehemu zenye matope na sehemu za kuruka. Ilikuwa barabara imejawa na vikwazo. Vikwazo hivyo vilikuwa vinaleta maumivu makali kiasi cha kukata tamaa. Ndio maana walipaswa kukimbia kwa uvumilivu, kukimbia kwa saburi. Fungu hili linatufundisha kwamba kuwa katika safari ya kwenda mbinguni tutakutana na vikwazo, tutakutana na miiba, tutakutana na matope, tutapita kwenye mawe na kila kitu kinachoweza kutukatisha tamaa. Ila kinachohitajika ni uvumilivu, maana njia ya kwenda uzimani ni nyembamba, nayo imejawa vikwazo. Mathayo 7:13 hadi 14 anasema, ingieni kupitia mlango ulio mwembamba, maana mlango mpana na njia iliyo pana inaenda upotevuni, na ni wengi waingiao kwa mlango huo, bali mlango ni mwembamba na njia imesonga iendayo uzimani, nao waionayo ni wachache. Kitabu kimoja Ellen G. White anakieleza, anasema ya kwamba alipewa njozi ya watu wakielekea mbinguni. Anasema walianza kwenye njia pana. Kadri walivyokwenda njia ilibana, walikuwa wanaondoka na magari yao. Njia ilivyozidi kubana, ikabidi magari yao wayaache, wakaendelea na safari. Walipo na hapa kwenye magari kuna wengine walisema mimi siwezi nikatembea bila gari. Walipoacha magari na kuna wengine walibaki, wakaendelea kusonga mbele wakiwa na farasi. Wakafika mbele, farasi haziwezi kwenda tena, maana barabara imebana. Anasema wengine wakasema hatuwezi kwenda mbele bila farasi. Walipoacha farasi, wengine wakawaacha, wengine wakasonga mbele wakiwa wamevaa viatu vyao na soksi zao na mizigo michache. Njia ikasonga, nayo ilikuwa na mlima mkali. Ikafikia mahali wavue viatu. Walipovua viatu, wengine wakabaki, wengine wakaenda na soksi mbele, wakaenda mbele. Akasema ya kwamba wakafika mahali kuna ukuta mrefu upande moja, upande mwingine ni mteremko, halafu njia ina mawe. Anasema ya kwamba walipotembea mawe yakakata miguu yao, damu zikavuja. Wengine walipoona njia imekuwa ni ngumu, imekuwa na mlima mkali na mawe na ukuta mmoja, upande kuna bonde, na anasema kule bondeni walisikia starehe za kila namna zinaendelea. Anasema wakasema hatutaendelea. Lakini wachache wakasema mbona tunaona damu? Kama kuna damu, kuna wenzetu wametangulia. Haleluya kanisa. Ile damu ikawatia moyo, wakasonga mbele, wakaenda mbele hadi walipofika mbinguni, mahali pa starehe. Wenzetu wazee wa imani walikutana na vikwazo. Hiyo Waebrania 11 mstari wa 35 hadi 38. Labda nikusomee kidogo sana. Waebrania 11:35 hadi 38. Wale wazee wa imani walikutana na magumu ambayo mimi na wewe hatujakutana nayo bado, lakini hawakurudi nyuma. Anasema wengine waliumizwa vibaya hata kuuawa, wasikubali ukombozi ili wapate ufufuo ulio bora zaidi. Wengine walijaribiwa kwa dhihaka na mapigo na kwa mafungo na kwa kutiwa gerezani. Walipigwa kwa mawe, walikatwa kwa misemeno, walijaribiwa, waliuawa kwa upanga, walizunguka wakivaa ngozi za kondoo na ngozi za mbuzi. Yaani wewe umevaa manguo ya kisasa kiasi hicho, unatembea kwenye viatu mkongosio, yaani mpaka wewe mwenyewe unaning'inia kwenye kiatu.
Wenzetu walivaa ngozi tena za mbuzi na kondoo. Walikuwa wahitaji, wakiteswa, wakitendwa vibaya, watu ambao ulimwengu haukuwastahili kuwa nao. Walikuwa wakizunguka katika nyika na katika milima na katika mapango na katika mashimo ya nchi. Waliishi kwenye mashimo, wakakaa kwenye mapango, wakakaa kwenye milima. Sisi leo eti hata tumekuja kwenye makambi hapa, mmetafuta loji, yani mpaka mnahangaika tumelala wapi kwenye apartment, mnasema hapa hapastahili, twendeni kwenye loji mahali fulani. Wenzetu loji zao yalikuwa ni mapango, loji zilikuwa ni mashimo, loji zao ilikuwa ni milimani, wakala mitunda. Mambo ya chips mayai, chips kuku walisikia kwenye redio. Na mimi nawaambia Waadventista wa Sabato, tunako kwenda ni kugumu sana. Kunahitajika watu ambao wamesimama kisawasawa. Kama kweli watu tumekuwa legelege kiasi hiki, hata kuja kwenye makambi imekuwa ni ngumu, hata kutoa zaka na sadaka imekuwa ni ngumu, vipi wakija watu wenye fimbo kuwatandika ili kwamba muache imani? Mtu mmoja akasema ya kwamba kuna mwinjilisti wa vitabu alienda mahali fulani, sitataja maana wako jirani hapa. Akasema, nyi wa Sabato mnajidai, hebu tuende nikaonyeshe mahali fulani. Walipoenda kuonyeshwa, akakuta kuna kibao kina kama misumari ya inchi 12 hivi, yale misumari makubwa. Wakasema, wakati unakuja ambapo wa Sabato mtatakiwa kutembea kwenye vibao hivi, hebu niambie, unatembea pekupeku kwenye misumari, utaikana imani au utasimama nayo? Tunahitaji imani na kumtazama Yesu kisawasawa. Itafikia mahali majumba mazuri tulionayo tutapaswa kuyaacha, na sio muda mrefu. Itafikia mahali magari mazuri tulionayo tayaacha. Yale mashamba mazuri makubwa ambayo haulali hata usingizi, unashindwa kuleta hata sadaka kanisani kafanye kazi ya Mungu, unahangaika kununua mahekali na mahekali kwa mabilioni, kununua magorofa kwa mabilioni. Itafikia mahali utaweza kukaa. Ndio maana ushauri ambao ungefaa kweli kule ufanya, lakini na huku leta sadaka, peleka walei, fanya effort, fanya Sabato za wageni za kutosha. Maana wakati tulionao ni mchache sana wakula ili starehe na rojorojo. Baada ya hapo magesti yetu, magorofa yetu yatakuwa mapango na milimani. Hawaelewi, lakini wakati wetu umebaki ni mchache sana. Ndio maana akasema tunapaswa kumtazama Yesu alianzisha imani kwetu. Kwenye lile shindano la kukimbia mwishoni, kulikuwa na sanamu kubwa ya mtu alianzisha shindano, ambaye waandishi wengi wanamuita Antipas. Na Paulo alipoliona hilo, akaliweka dokezo hilo kwa mfano wa Yesu Kristo alianzisha safari ya imani kwenye maisha yetu. Hapa neno la Bwana linasema, ili kwamba tusikate tamaa tutakapokuwa tunakutana na magumu, wa kumtazama ni Yesu peke yake, wa kuweka tumaini ni Yesu peke yake. Usiweke tumaini kwa mchungaji, wala kwa mzee wa kanisa, wala kwa mwenyekiti wa jimbo. Weka tumaini kwa Yesu. Usiweke tumaini kwa yule mshiriki ambaye unafikiri wa kuaminiwa. Usiweke tumaini kwa mtu ambaye aliyekuletea imani ukaona ya kwamba huyu ndiye Yesu mwenyewe. Usifanye jambo la namna hiyo, maana kuna wakati atakatisha tamaa. Yesu ambaye ameonyesha mfano dhahiri, huyo ndiye ambaye wa kumtazama. Na ukimtazama Yesu, unapaswa kusimama imara na kukimbia vizuri kwa kasi yote, ili kwamba ushinde. Napomaliza, fungua kitabu cha Wakorintho wa kwanza 9:24 hadi 27, namna Paulo anavyotaka tukimbie kwa namna gani. Wakorintho wa kwanza 9:27, 24 hadi 27, fungu langu la mwisho. Paulo anasema, je,
hamjui ya kuwa wale washindanao kwa kupigana mbio hupiga mbio wote? Anasema hamjui kwamba wale wanaoshindana kwenye mbio, hujui kwamba wao wanaanza pamoja, kwamba inapigwa filimbi wakaanza pamoja kukimbia? Akasema lakini anayepokea tuzo ni mmoja, kwamba hata michezo ya kukimbia sasa hivi wanapopiga filimbi wote wanaanza kukimbia, lakini wanatafuta mshindi huyo mmoja. Hamjui? Akasema pigeni mbio namna hiyo ili mpate tuzo, na kila ashindaye katika michezo hujizuia katika yote. Yaani wanaokimbia michezo ya kukimbia wanajizuia. Kama kuna watu ambao wanafanya diet, ni wanaokimbia. Maana huwezi kukimbia na kitambi, huwezi. Wanajizuia ili wawe na wembamba, ili wakimbie na washinde. Wanafanya mazoezi usiku na mchana, wanakimbia mpaka kilomita 10,000 ili washinde. Anasema pigeni mbio kwa namna ya yule mshindi ili tupate tuzo, maana kila ashindaye katika mchezo hujizuia katika yote. Basi hao hufanya hayo yote kusudi wapokee taji haribikayo, bali sisi tupokee taji isiyoharibika. Tujinyime na kujitesa ili kwamba tupokee taji ambayo haiwezi kuharibika. Anasema Paulo, hata mimi Paulo napiga mbio vivyo hivyo. Na akasema si kama asitaye, napigana ngumi vivyo hivyo, si kama apigaye hewa. Hapa alikuwa ameangalia masumbwi, kwamba anaona watu wanapigana ngumi, sijui ile ni mieleka au ni nini, lakini wanapigana ngumi, baada ya kulenga uso analenga hewa. Paulo anasema mimi silengi hewa, nalenga uso ili nimshinde adui. Bali na utesa mwili wangu na kuutumikisha, isiwe nikisha kuwahubiri wengine, wenyewe niwe mtu wa kukataliwa. Ili fungu nikilisoma huwa naishiwa nguvu sana. Yaani kuhubiri kote huku, alafu nije nisikie kwamba mbinguni siendi. Naweza nikafanya maandamano mpaka Yesu ataamini, lakini haitanisaidia kama sijatengeneza mambo yangu. Mpendwa, mbinguni ni halisi, na kuna wakati wa kuja kuchukuliwa unakuja, na watakaochukuliwa ni wale ambao watakimbia mbio kama wanavyokimbia washindi. Ni wale ambao watajinyima kiasi cha kwamba, ama kwa kiwango ambacho wale wanaotaka kushinda wanavyojinyima. Watafanya mazoezi kiasi cha kwamba yule anataka kushinda anaofanya mazoezi. Ukiangalia hata timu za Yanga na Simba wanafanya mazoezi ya kufa mtu ili washinde. Wanavyoshindana vile ndivyo na sisi tunavyotakiwa kufanya maandalizi ya kina ili kwamba tupokee tuzo. Nimalize na kisa hiki cha mchezaji mmoja ambaye alinishangaza sana. Kulikuwa kuna timu ambayo wanacheza fainali. Kila timu ikajiandaa, na kuna mchezaji mmoja alijiandaa sana. Akajiandaa kupiga vyenga, akawa anafanyia mazoezi mpaka kwenye miti, kupiga chenga mpaka miti. Ilipofika fainali, akaingia uwanjani. Yaani amechangamka kwamba leo wapinzani wataniona, nitagonga magoli hapa haijawahi kutokea. Mchezo ulipoanza, alipiga chenga watu mpaka kasahau goli lake. Akaenda kujifunga kwenye goli la kwake. Wale mashabiki wa mpira wanaweza akaelewa, nimesahau ni kwa mwaka gani, kwa ni timu gani, kwa ni mechi gani nimesahau, lakini wataalamu mnaweza mkanikumbusha. Aliposahau akajifunga. Alipojifunga, kindumbwe kilichotokea, mashabiki kule juu walifanya nini? Walifanya fujo haijawahi kutokea. Wachezaji wenzake wakakasirika, wakaanza kumshinikiza kocha ya kwamba aondolewe, mtoe. Kocha hakusema chochote mpaka kipindi cha kwanza kaisha. Maadui wakawa wameshinda, lakini wameshinda kwa kufungwa, kwa timu pinzani kujifunga yenyewe.
wakaenda kwenye mapumziko. Mashabiki wakamwambia kocha, usirudi na kinyago chako, na wachezaji wakamwambia ya kwamba huyu bwana asirudi, lakini kocha akasema atarudi. Unajua, umejifunga mara nyingi na watu wengi walitamani uondoke hata kanisani, lakini bado kocha mkuu Yesu amekuacha kwenye kanisa upewe nafasi nyingine, huenda ukatengeneza mambo yako. Kocha akasema nitamrudisha tena. Wachezaji wakasema hatutampa pasi, maana huyu anaweza akajifunga la ngapi? La pili. Walipoingia kipindi cha pili, wakamwona yule mchezaji ameingia tena. Wachezaji wamechafukwa, mashabiki wamechafukwa, wakaanza wakamuunganisha kocha na mchezaji. Umepewa rushwa wewe, huyo ni hawala yako huyo, sijui nini na nini, umeshindwaje kumtoa? Basi kocha akaziba masikio. Yule mchezaji hakujua kwamba wenzake wamedhamiria kwamba wasimpatie pasi. Akiomba jamani pasi, wanamruka. Dakika 10 zimepata, dakika 20 zimepita, hajapewa mpira. Akasema wameshanizida hawa. Akasema sasa mtaniona. Akaanza mbiringe kwenye mpira. Alikuwa anacheza namba 9, akaanza kucheza namba zote akiufuata mpira. Anamkaba yeyote, awe ni wapinzani ama ni wa kwake, ni kukaba. Alipoanza kukaba, akaweka maki. Goli letu liko kule, na la maadui ni lile, si lile. Akapata mpira bwana. Alipiga vyenga watu. Akapiga goli la kwanza, akawa amesawazisha. Mashabiki kama kawaida yake, wale ni vipima upepo, wakaanza kutuliza kidogo. Lakini wachezaji wenzake wakaendelea na mchezo ule. Yeye naye akaendelea na mchezo wake, ni kukaba kila mtu. Hata kama refari angekuwa amegusa mpira angekabwa. Kaba kila mtu. Akanasa mara ya pili, akapata mpira moja kwa moja kwenye goli, akafunga goli la ngapi? La 3. Ni matatu hayo, sio mawili tena. Akawa ndio mchezaji pekee akaingia kwenye rekodi, amewafungia wapinzani, akawafungia na wakwake, na akashinda, na akajipatia ushindi mkubwa. Paulo anasema tucheze kama huyu jamaa aliyekaba kila mtu. Tusimame tuweze kuomba. Baba yetu wa mbinguni, umetuambia ndani ya kanisa kuna mashabiki, na tulivyoona ni watu ambao tunaelea tu kwenye imani. Hatujakita mizizi, hatujacheza, hatujakimbia kwa kasi, hatujajituma kwenye imani uliyotupatia. Hivyo tumekuwa ni washabiki, ni kulalamika na kukosoa na kunyoshana vidole na kukata tamaa na kukwazika kidogo tu. Tunaliacha kanisa, tunazida kwenda kanisani, tunashindwa kufanya hata mambo ya kanisa kwa sababu ya kukwazika. Na tumegundua kwa hali hii, kwa sababu tumekuwa ni vipima joto, sisi tuna dalili zote za kuwa mashabiki. Lakini katika jioni ya leo tunaomba neema yako, asiwepo mshabiki hata mmoja. Wote tukoe na tabia ya mashahidi, na kuanzia sasa ukatupatie nguvu ili kwamba tukimbie mbio katika imani uliyotupatia, ili kwamba tucheze vizuri kwa kasi yote, ili kwamba tupokee tuzo. Kama ni kupigana ngumi, basi tupigane kisawasawa na tulenge uso, tuache kupiga hewa. Na utakapokuja mara ya pili uweze kutuokoa. Utusaidie kuweka tumaini kwako. Utusaidie macho yetu ya kutazame wewe peke yako. Na tutakapokutazama wewe, endelea kutushika mkono, tutie moyo ili kwamba tusimame imara. Tunaomba haya kupitia jina la Bwana wetu Yesu Kristo.